alifungua duka lake, kisha akachukua mkate na kumpa mama. "Kula mkate huu ili upate nguvu Yule mama alizungumza kumsihi mama yangu. Mama alipokea ule mkate, kisha tukaanza kula naye. Baada ya mama kupata nguvu, alimshukuru yule mama kwa msaada wake. "Dada, hakika Mungu atakubariki katika biashara yako. Kwani kati ya watu 100, wewe ndiye pekee ambaye uliweza kunisaidia. Kwa majina naitwa Priska, lakini unaweza pia kaniita Mama Kulwa, na huyu ndiye mwanangu. Maisha yangu yamekuwa jalalani, sina pa kulala wala pa kula. Sina ndugu hapa jijini Dar es Salaam. Ndugu yangu wote niliwafahamu, baba na mama, walishatangulia mbele za haki angali nikiwa darasa la 5. Na baada ya wazazi wangu kufariki, siku moja nilipotoka shuleni nikakuta nyumba yetu imeuzwa, na aliyeinunua nyumba yetu alikuwa ni mtu mwenye pesa. Alikuwa mtu ambaye anamiliki magari na makampuni makubwa huko nchini South Africa. Hivyo nikajitahidi kwenda katika vyombo vya sheria, lakini haikusaidia, kwani pesa za yule tajiri aliyenunua nyumba yetu zilikuwa zikiongea vyema. Sikuwa tena na sehemu ya kwenda. Nikawa mtoto wa mtaani hadi siku nafanywa kitendo kibaya na binadamu wenzangu. Mama alisita kidogo, akayafuta machozi, kisha akaendelea tena kumsimulia yule mama mwema. "Kipindi natoka shuleni, nilibakwa na wanaume zaidi ya 6 kwa wakati mmoja. Kitendo hicho kikanipelekea mimi kubeba ujauzito wa watoto mapacha, na baada ya kujifungua kwa shida sana. Mmoja alifariki na kubaki na huyu ambaye ninaye hadi hivi sasa unayemwona hapa. Anaitwa Kulwa." Mama alizungumza huku machozi yakimtoka. Chozi la mama likamfanya yule mama naye aanze kulia. "Dada, pole sana kwa yaliyokukuta, kwa matatizo, lakini mimi kama mwanamke mwenzio nitakusaidia. Utaishi kwangu mpaka siku utapopata sehemu ya kuishi. Mimi kwa majina naitwa Mariam. Watu wengi wamezoea kuniita Mama Majariwa au Mama Filipo. Naishi hapo tu mtaa wa 3. Yule mama alizungumza kwa ukarimu, mama ambaye alijitambulisha kwa majina matatu. Hakika jina pia lilisadifu yaliyomo kwa yule mama. Alitanguliza mbele uhai wa mtu na chuki akaweka nyuma. Lakini baada ya mama kupata msaada, likaibuka janga kubwa kuliko janga lolote lile katika maisha yake. Janga ambalo lilipelekea mama kupoteza maisha na kuniacha mimi peke yangu. Naam, usikose sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri inayoitwa Nitalifuta Chozi Lako Mama. Unaweza kupata mwendelezo wa simulizi hii na simulizi nyingi zaidi za kusisimua kwenye grupu letu la simulizi. Wasiliana nasi kwa WhatsApp kupitia namba 0684 689 541.